Akiwa kwenye dojo lake jipya nchini Tanzania, pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam, mlembo mkali kutoka nchini Japan hakuwa kwenye mudi nzuri. Wanaume watatu waliovalia suti nadhifu walikuwa kando yake wakimwangalia. Hao walikuwa wamebeba majibu ambayo mlembo Yamuso alikuwa akiyataka. Pengine majibu hayo yakienda kama alivyokusudia, mambo yake yangemwendea sawa. Kati ya wanaume hao watatu, wawili ni wa Kijapani, mmoja ni Mtanzania. Ukumbuke nimesema wanaume hao watatu walikuwa wakimwangalia mlembo Yamuso. Tena walikuwa nje ya viunga vya dojo hilo, kando ya mti wa Kijapani, sehemu ambayo mlembo Yamuso alipendelea sana kukaa hapo, hasa anapofanya mazoezi ya kukata na shoka. Kwenye macho alikuwa amejifunga kitambaa cheusi, mkononi kashika panga fupi lenye makali mfano wa ncha za wembe mpya. Mmoja wa wanafunzi wake wa Kijapani alikuwa umbali watu wa 10 kutoka aliposimama yeye. Mkononi ana bakuli la mapela, anamrushia yule Yamuso mlembo. Pindi yakimfikia tu, mapela hayo aliyakata na panga lile hewani kabla ya kutua, bila hata ya kukosea. Yalipotua tayari yalikuwa yamegawanyika vipisi viwili. "Nipeni ripoti," aliongea mlembo Yamuso, huku akivua kitambaa kile cheusi kwenye macho yake mara baada ya kukata mapela yote. Yupo serious mama kabisa yani. Uzuri wake mlembo huyu haukuwafaa kwa wakati huo. Mioyo yao ilikuwa ikicheza mdundiko kutokana na yale walioyabolonga. "Kima chenu kinamaanisha nini? Hamjafanikiwa?" Yamuso aliamua kuotoa wale wawili wa Kijapani kwenye mguto wa mawazo. "Ndiyo mheshimiwa." "Nini?" Mmoja alijaribu kujibu, lakini madamu Yamuso alipopata tu uelekeo wa jibu lake, hasira zilimpanda. Sentensi ya jamaa huyo ilikatishwa na panga kali lililompitia kwenye kifua na kuikata tai aliyokuwa ameivaa. Kile kipisi cha chini kilidondoka kabisa. "Ushukuru tupo kwenye nchi za watu, ila kama ingekuwa ni nyumbani, hakika ningekumaliza," aliongea madamu Yamuso, huku akinyoshia yule jamaa panga kwenye macho yake. "Ipi sababu?" aliuliza tena mlembo, huku kifua chake chenye sindano mchongoko kikipanda na kushuka. "Ni kutokana na hasira aliyokuwa nayo. Wamesema wenda wakalifungia dojo letu, maana ni miezi 3 mfululizo tumechelewesha kulipa kodi. Kuhusu hatima ya dojo letu hawajapata kutuelekeza wazi, ila ukweli ni wazi, sura za wale viongozi zimeonyesha kupoteza tabasamu kila tuwaonapo. Ni kama wanajuta kutupa eneo sisi la Kijapani tuwekeze kwenye kitu ambacho hakina tija kwao," alijitetea yule mwanaume wa pili. Yeye hakuwa amenyosha panga usoni. Jibu likamnyong'onyesha madamu Yamuso, akarudisha panga kwenye ala yake iliyokuwa kiunoni. Jasho la mchoko likamtawala huyu mlembo mwenye umbile la utata. Jasho hili ni tofauti na lile lililotokana na kufanya mazoezi. Fikra za kichwa chake zikamnyima uwezo wa kufikiri. Makubwa yaliyopatikana ni machache tu, nayo ni ya kuipoza roho, walau aitulize akili. Haraka akatoka mbio na kwenda kujituliza kwenye chumba chake. Wadada wawili ambao ni wasaidizi wakasimama mlangoni ili kumjulia hali. "Sitaji kuongea na mtu kwa sasa, ila na kuagiza niitie vijana 4 waje wanipe mikazo, maana akili imekosa ushirikiano. Tamu yangu inataka vipite vitu vya kujilegeza kingo. Nina stress, nahitaji minyosho mie." Ilitoka mlio kutoka kwa madamu Yamuso, yule mlembo wa Kijapani. Tena aliongea kwa kufoka. Punde tu vidume 4 vya Kijapani viliingia ndani chumba cha yule mlembo. Usoni vinatabasamu, maana huwa ni ofa ya nadra sana kupewa tunda la madam. Na baada ya kuingia, yaliyoendelea hayakuonekana, ila wale vijana-kazi wa kike, Miziki na Shukogi waliviona vivuli vya wale wanaume 4 wakichojoa nguo zao kwa haraka. Kisha kivuli cha madamu Yamuso kilionekana kimesimama kwa mikogo, japo ni shapu kidogo. Kikatoa mkanda wa gwanda lile la kaleti. Gwanda likadondoka chini. Ncha za kifua chake chenye msimamo si ulegevu kilionekana bayana kabisa. Na kale kaumbile tata alikonako pia kalionekana.
bila kusahau kiuno chake laini chenye kuvutika kama mboga tembele. Walipomsogelea naye aliwasogelea, wakaanza kupeana mashambulizi ya kasi. Oh, la se, nipeni jamani, kazeni vidume. Leo nimeamua kuwazawadia tu. Ilikuwa ni burudani kwake yeye na wale vidume wake ambao pia ni wanafunzi wake anaowafundisha mapigano. Baada ya kuona vile vivuli na kusikia zile sauti, Mizuki na Shokogi wakageukiana na kutazamana kwa vijicho. Viuso vyao vidogo vina tabasamu la umbea. Biringe bayoyo ziliendelea kutazamika na macho ya wale warembo wawili ambavyo vinahusika na kazi za usafi wa jengo pamoja na kufungua lango la Madamu ya Muso kila anapotaka kutoka ama kuingia. Ilipopita nusu saa, vile vidume vyote vilikuwa hoi, vimejilaza utupu chini ya zuria kando ya kitanda cha Madamu. Lakini Madamu mwenyewe bado alikuwa fiti. Akainuka hivi na ile tupu yake kifuani, na kwingine ana matone ya utelezi mweupe unaoashiria kuwa watoto wa kiume wameufikia mshindo juu ya mwili wake. Hatua za miguu yake alizokuwa anapiga zilikatiza katikati ya wale wanaume. Mara nyingine ikamlazimu kuwaruka ili aweze kupita. Akaenda kukomea mahali ambapo ameangushia gwanda lake la kaleti, akainama na kulichukua kisha akalivaa. Na nyie vipi? Au mnasubiri niseme muondoke? Tofauti na ile sauti ya kimahaba, sasa aliongea kimamlaka huku anafunga mkanda wa lile gwanda. Ndivyo alivyo Madamu ya Muso. Dakika 2 amecheka, 2 zijazo kanuna. Kwa kuwa vile vidume vinamjua, havikutaka kusubiri. Kila kimoja kikainuka kwa spidi kilivyoweza, kikabeba nguo zake mkononi na kuchomoka mbio. Mizuki na Shokogi, vile vibeki 3 vya Kijapani, viliachia kicheko baada ya kuona ile sanaa ambayo mwanzo ilianzia kwa hisia, mwisho akaishia kwa vituko. Ilikuwa ni vituko kwa vidume kutoka mbio, tena utupu na nguo mkononi kabisa. Roger Reito, yeye anahusika na kitendo cha kumtafutia Madamu ya Muso wateja ambao ndio wangeweza kumuingizia fedha bosi wake, kisha naye akana uhakika wa kulipwa mshahara. Tena ukiachana na yote, Roger hana muda tangia apate kazi kwenye dojo la Madamu ya Muso, na ndio kwa mara ya kwanza alikuwa analeta ripoti yake ya kazi baada ya kuzungukwa kutwa mtaani kutafuta wateja. Ujui kikwetu? Shokogi, kale kalembo kaliamua kumuuliza Roger baada ya kusumbuana sana na ile lugha ya kigeni. Roger alipoona kale kabeki 3 kanagonga Kiswahili, pumzi ikamshuka. Afadhali bora tongee Kiswahili ili kuokoa muda, aliongea Roger, mkononi kashika bahasha iliyobeba ripoti ya kazi kwa siku hiyo. Baada ya kuvuta ile pumzi, Roger akaendelea kusema, unajua mwanzo nilikuwa na ujasiri wa kutaka kuongea, ila baada ya kuona Madamu kaikata tai ya mwenzangu, nguvu zikaniishia kabisa. Ndio Madamu jinsi alivyo, mzoe tu. Nitajitahidi kwa kweli, japo anatisha. Kimya cha sekunde kadhaa kikachukua nafasi. Baada ya hicho kimya, Roger akagusia kwenye kusudio. Nataka kuonana na Madamu. Madamu? Shokogi alirudia tena sentensi ya Roger kama vile hajasikia. Ndiyo, tena ni sasa hivi, aliongea Roger kwa uhakika. Okay, yupo kuoga, inaweza kuchukua muda hadi wewe kukutana naye, ila wacha nikamjulishe, atakachoniambia ndio nitachokuambia. Baada ya kuongea, kale kabeki 3 kaliondoka haraka na mwendo wake wa kimisi. Nyonga inakata huku na kule kama mjusi anayetapatapa baada ya kuminywa kichwa. Roger alitabasamu baada ya kumwona ule mlembo anatembea kwa madaa kiasi kile. Haikuchukua muda, inaweza ikawa dakika 4 pekee ndizo zilitumika. Baada ya hapo, Shokogi kale kalembo ambako ni kabeki 3 ka Japani kakalejea kwa Roger nje ya lango la jumba. Tabasamu lake liliashiria kuwa majibu ya huko atokako ni mazuri. Niambie, amesemaje? Roger aliuliza, na ndio alitangulia. Kama ilivyo kawaida yetu wa Bongo, kupenda kuuliza hata kama tulikuwa na uhakika wa kuambiwa maelezo ambayo
yangetusaidia kupata majibu. Hata sijui we mkaka una nini. Kale kalembo ka Kijapani kaliongea huku kana mshangaa Roja. Hali hiyo ilimwongezea maswali. Kwani vipi? Aliuliza. Ni mara chache kwa mademu kumomba mtu awe karibu yake pindi akiwa maeneo ya faraga, hasa kwa mazingira kama ya leo. Jinsi alivyo na mwanzo. Ndio hivyo, wacha nikupeleke. Akiwa nyuma Shokogi anapelekwa mahali alipo madam kama alivyoomba. Roja alikuwa kakazana kutembea, ila alipokuja kuyaona mazingira ya sehemu ambayo anapelekwa, alijikuta anatamani kuchuna breki na kutoka mbio. Milango iliyo wazi tayari ilikuwa mbele ya Roja. Alafu jicho lake lilivyotazama mbele ya ndani ya kile chumba, alimwona madamu ya Muso utupu dishini, anaoga huku ana kiglasi cha waini mkononi. Kweli aliona, maana pazia lililozunguka bafu hiyo alikuweza kustiri chochote. Liliweka uvuli, ila halikuzuia mtu asione. Yeye akajua ataishia hapo nje, ila cha ajabu aliongozwa mpaka ndani. Madam kaliita kale kabeki tatu, kichwa akameinamisha kwa heshima, huku mikono yake ikiwa mapajani. Umekuja naye? Madamu ya Muso alisikika akiuliza. Ndiyo. Hivi ninavyosema yupo hapa. Karibu. Sawa, unaweza kwenda. Asante. Baada ya kuruhusiwa, kalembo kalinamisha kichwa chini, kisha kakatoka ndani ya chumba hicho kwa adabu zaidi. Kwa mara zote, jogoo ni mbabe kwa tetea, lakini hawezi msogelea pindi akiona tetea yupo na wana. Ndivyo ilivyokuwa kwa mwanaume. Huwa hakuna uzaidi wa kihisia kwa mwanaume mbele ya mwanamke aliyeshikilia ulaji wake. Ndio maana utupu wa madamu ya Muso haukumfanya Roja awaze mawazo mengine nje na kazi. Kila alichokuwa anatazama muda huo, Roja aliona ni kama vile kipo kimkakati zaidi. Pole na kazi madamu. Hii ndio ilikuwa ni sentensi iliyotangulizwa na Roja kabla hajaanza kuongea mengine. Niambie, ama nao umekuja kuniongezea mzigo wa mawazo yasiyo na suluhisho? Kama umekuja kuongea mazuri sawa. Tofauti na hapo sina msamaha. Mlango ulioingilia nadhani umeuona. Madamu aliongea, kauli iliyotafsiriwa na akili ya Roja kuwa ni ya kujiamini. Ina maana mlembo ya Muso hakutaka tena kusikia taarifa za kumkwaza. Madam, moja ya kiu yangu kubwa ni kuliona tabasamu lako. Ndio maana hata baada ya kupata ripoti ya kazi, nimekuja na mbinu ambayo mimi na wewe tunaweza kushauriana, kisha ipatikane jibu la pamoja lenye kuleta tija. Kauli hii ya Roja ilikuwa ni dalili ya kuelekea kule ambako madamu ya Muso alikuwa apendi. Akaacha kumpa mpango, kisha akamgeukia upande aliosimama kijana, hali iliyomfanya dodo zake za pale kifuani zitikisike kidogo. Na zina muonekano wa kuvutia kama picha nzuri iliyoeditiwa mtandaoni, tena sindano za mchongoko kama chuchu za kikopo cha kunyoshea maziwa watoto. Kuna tija gani kwenye mawazo yasiyo na majibu? Wewe. Au ndio kukupa nafasi ya kuja kujieleza hapa ushanichukulia mimi mjinga? Aliongea madamu ya Muso, mikono yake kaitunza kwenye kingo cha kile kidishi. Kamuinulia kifua mwanaume, kaziachia zile dodo zinamtazama kwa kina kabisa. Najua kuwa tumekukasirisha, tena upendi kabisa. Kama unajua, kujua kwako kumesaidia nini? Hii ndio iliyomfanya Roja asite. Hata alichotaka kuongea, aliamua kukiacha tu. Kama anachojaribu kusema kinapangulia juu kwa juu, afanyaje sasa? Lakini hakutaka kumfokea yule mlembo. Kilichomfanya ashuke na kuwa mpore ni mapenzi yake na ile kazi. Vinginevyo maamuzi yake ilikuwa ni kuacha kazi tu. Madam, naona bado hauko sawa. Nitakuja kwa wakati mwingine. Aliongea Roja kwa heshima, akainama, kisha akainuka na kugeuka, alafu akaanza kuondoka. Hali hiyo ilionekana kumfanya madamu ya Muso, mlembo wa Kijapani, kuingiliwa na karoka huruma. Hata mwenyewe hakuwahi kujizoea hivi. Ajui imekuwaje akapatwa na huruma. Akataka kumuita Roja ili arudi, ubaya hata jina halijui kabisa.
we nani? Ndivyo alivyoishia. Japo hakulijua jina Roja mfanyakazi wake mpya, lakini sauti yake aliyoipaza na kumuita ilizaa matunda. Hatimaye Roja aligeuka na kumkaribia tena Madam. Roja ndo jina langu, aliongea mwanaume. Okay, kuanzia sasa nadhani sitakuita tena nani. Madam Yamuso aliongea, uso wake ukiwa na tabasamu cha kuigiza. Ilikuwa wazi hakuna kilichomfurahisha, ila alitabasamu kwa lengo la kukipata kila ambacho Roja alitaka kumwambia. Bosi, nimepita mtaani kujaribu kushawishi vijana wajiunge na hii shule yako ya mafunzo ya upiganaji, ila ukweli ni kuwa mapokezi yao ni madogo. Hilo naomba tu tukubali. Kweli? Madam Yamuso aliuliza, tayari uso ukiwa na dalili za mchoko wa mawazo. Kweli, mtu mmoja wa karibu ambaye ni rafiki yangu kanijibu kwamba. Wakati Roja anaeleza, fikra zake pia zilimsaidia kukumbuka namna alivyonangwa na huyo besti yake baada ya yeye kumletea lile ombi lake la kumshawishi ajiunge na ile shule ya mapigano inayomilikiwa na Madam Yamuso. Huyo Mjapani wako amechochola upambanaji kwa bongo. Kabla kukujibu wewe mwenyewe, niambie, inawezekana? Toka mababu na mabibi sijawahi sikia historia ya vita vya kutisha. Tunaishi poa bila shida. Sasa jifunze sijui mijudo, mikumfu ya kazi gani? Labda kama anataka kuwa kibaka aliyeendelea. Ubaya hata ndoto hiyo ya kuwa kibaka sina. Roja, umechochola. Kama ndio wewe ulimshauri huyo Mjapani atoke kwa Japani na kuja bongo kwa ajili ya huo utopolo, hiyo zambi, katafute pa kutuibia. Kwa ushauri katika hizo hela ulizopoteza, ikiwa zimebaki kidogo, basi kaanze kuuza madawa ya nguvu za kiume mitaani. Hii inaweza kumlipa kuliko huo utopolo kutengeneza dojo la mafunzo ya kupigana aka kutufuana. Utopolo? Madam alirudia sentensi ile ya mwisho baada ya Roja kumsimulia, ni kama vile hajasikia. Utopolo si ndio jina walilopewa watani wa timu ya Yanga waliotaniwa na mashabiki wa Simba baada ya kufanya vibaya kwenye ligi? Hili linamaanisha mimi ni mjinga? Madam Yamuso aliongea kwa kupaniki. Ni wazi ule mrejesho alilopewa na Roja hakuwa ameupenda hata kidogo. Lakini wakati Madam akiwa katika lio, Roja alifungua kinywa kwa mara nyingine, sababu yapo aliyokusudia kuyaongea. Madam, huo ni mrejesho wa kazi ulionipa. Siwezi kukataa, ni mbaya kweli, lakini hii tuichukulie ni hatua kwetu. Sisi tunawataka wao wawe wateja wetu. Wao hawataki kutokana na mazingira ya huku bongo. Nimewaza kitu. Nukta aliyoitia Roja wakati aliona kuwa anavuta funda la mate ili aendelee kuongea tena. Madam Yamuso akaitumia kwa kumuuliza, una wazo lipi? Aliuliza hivyo. Huenda sisi tulipeka wazo sahihi katika sehemu isiyo sahihi. Hapa da kuna makampuni mengi ya ulinzi, wala maaskari wake wanalinda bila kuwa mafunzo sahihi ya upiganaji. Tutaongea na wakubwa wao ili kusudi wao wahakiki migambo wao na kuwaleta wale ambao watakutwa hawakupitia mafunzo. Hivyo sisi tutawafundisha. Pia tutatengeneza vyeti vya kuonesha kuwa wamehitimu. Wazo la Roja lilionekana kuwa tamu kuliko kinywaji alichokuwa na kunywa Madam Yamuso. Hata akakimiminia chote kwenye povu la maji ya dishi alilokuwa amejizamisha. Sasa akainuka mwenyewe na mwili wote. Mtoto akachukua shuka jepesi na kujifunika. Hatua zake za kimapozi zilienda kwa kupishana. Unyayo wa mguu wake kushoto alikanyaga kulia na ule wa kulia alikanyaga upande wa kushoto. Mwendo mfupi tu. Alipofika sehemu aliyokusudia akasimama. Sasa zile jinsia mbili tofauti zilikuwa zinatazamana tu. Madam Yamuso, unyayo wa mguu wake wenye vidole vilivyonakishiwa kwa rangi za kupendeza ulikuwa karibu na kiatu cha mguu wa Roja.
Aliona jinsi kitambaa chepesi cha shuka alilojifunika madamu ya Muso, namna kinavyogandamana na ngozi nyororo ya mwili wake na kuiacha michoro ya hatari, ila akamezea mate ndani kwa ndani. Itachukua muda gani hadi kutimizwa hilo wazo lako? Madamu ya Muso alimuuliza Roja. Muda wowote kuanzia sasa, ili mradi wewe umekubali. Okay. Nataka nione kama kuna uhalisia unachokisema na jinsi ya wewe ulivyo. Ila kwanza, nadhani kabla ya yote, kalata yetu ipelekwe serikalini kusudi tumfuate kiongozi anayehusika na masuala haya ya ulinzi na usalama, ili kusudi atusaidie kutengeneza njia kwenye hili. Kuwe na ulazima wa kampuni za ulinzi hapa mjini kupitia mafunzo kutoka hapa kwetu, walau kwa miezi kadhaa, kisha wanapewa vyeti. Sawa madam. Ile sawa iliyotoka kinywani mwa Roja iliupa uburudisho moyo wa madamu ya Muso kiasi cha kutosha, ila kwa kuwa bado hajamzoea hakutaka wafike mbali. Kama atafanya poa, siku moja nitamwalika kitandani kwangu, nitaionja ladha yake. Nahisi itakuwa siku ya kipekee sana kwangu. Habiti wangu ataufurahia ugeni wa mkojo kutoka nchi ya mbali. Na vile sipendagi kupitwa, lazima nitakodoa mimacho na kuzishuhudia zile rangi mbili zinavyochuana, yani nyeupe na nyeusi. Ila ya Muso mimi siachi. Hayo yalipita kwenye moyo wa madamu ya Muso. Muda mchache baada ya kumaliza maongezi na Roja, sasa alikuwa anamtazama kwa jicho la huba, wakati mtoto huyo wa kiume anaishia zake mlangoni, anajiwazisha na kujichekesha mwenyewe. Ili mradi madam ni jini lililoumbile la binadamu, maana jinsi lilivyonipa siku ile, hata usiku sikulala, nikaota nafanya naye. Ile kushtuka tu ndotoni, nikajikuta nakata mauno, kiuno bado kinazunguka kama nimetokea Kongo. Hatari, unishindi mimi. Mwenzako siku hizi huwa anatembea na pampas kabla ya kuvaa boxer anajivesha. Maana kila ambapo taswira ya madamu ya Muso inanijia, najikuta nimepiga bao, sijielewi kabisa. Baada ya siku 3 kupita, Roja akiwa anajiandaa kupeleka ripoti kwa madamu ya Muso, mara akasikia mazungumzo hayo. Na waongeaji ni wale wa Japani wawili pamoja na wale wengine 4. Hao 4 ndio wale ambao walipata ofa kwa mara ya mwisho ya kulala na madamu ya Muso, wakiburudishana kwa muda wa takribani masaa 8 hivi. Roja alichoamua ni kubana kwenye kona na kusikiliza. Nimegundua kitu, aliongea mmoja wao. Wenzao wakatega sikio ili wasikie ni kitu gani hicho mwenzao alichokigundua. Madamu letu likiwa na stress ndo linatoa show ya kibabe sana, hivyo tunaweza kufanya kitu. Siku tukimisi ili atubarikie kitumbua, dawa yake ni kumtibua. Fanya kazi vibaya na kumchanganya. Wazo hili lilitoka kwa mmoja wa wale 4. Sasa wote wakatabasamu kama vile wanataka kupiga picha za passport. Alafu madogo, mmeamka na akili mjue, kuna siku itabidi mtufanyie mpango na sisi makaka zenu. Mnamweza madam, akikasirika sisi ndo tunajipitisha karibu yake ili atotamani, halale na sisi ili kutibu kiu zetu. Kweli kabisa. Unajua bwana, ndoto za kuwa na dojo ni zake, hivyo hata zikifika hizo sio shida zetu. Hata sijui kwa nini anajitesa, kwani babake ana mipesa kede kede, yeye anahangaika huku Bongo kwa Afrika. Jinga kweli yule. Halafu pia biashara yake ikifa na kakata tamaa, itakuwa ni fursa kwetu. Tutarudi zetu Tokyo. Au waliongea na kucheka, lakini mmoja wao mara akaisi kitu. Alaka akachomoa kisu kidogo na kukirusha pale kwenye kona ya ukuta. Alimanusula kimpate Roja, ila akakikwepa haraka na kukimbia. Ile wao kutoka na kuchungulia, wakamkuta tayari ameshazamia mlangoni kwa madamu ya Muso. Ikabidi wamuache tu. Ubaya tulikuwa tunaongea Kiswahili. Ila ngoja, ili libonge itabidi tulikomeshe kinamna kabisa. Kwanza kwa nini linajishobokesha kwa madamu ya Muso, na weusi lililonao halioni kama linaleta giza? Hayo yote aliwezi kujua mpaka tuliambia kwa vitendo. Ndo hivyo bwana, hao walivyokuwa wanamjadili Roja wa watu, kisa tu kawasikiliza namna walivyokuwa wanapanga mipango yao mibaya juu ya madam. Kufanya mazoezi
lakini kutembea na mashangazi huko lungu mbele Mirungi una nini? Lakini wewe umesahau kila ambacho baba huwa anatusii kila itwapo leo, kwamba kila pumzi tunayoivuta ni zawadi na nafasi aliyotupatia Mungu ili kuishinda mitihani yetu. Wananisingizia. Wanakusingizia wapi mdogo wangu? Wakati nimeletewa mpaka ushahidi wa picha. Wewe ni Mjapani wa aina gani unayependa ngono kuliko malengo? Unakwenda kuchukua malaya Buza hadi kwa Mparange. Kote wewe huko unasifika sana. Hapana dada, hapana. Wapi? Unadhani unayofanya ni siri? Nina wapelelezi wangu wanaokufuatilia nyendo zako zote, na una mishangazi miwili tayari. Limoja linaitwa Halima aka Malikia wa Miuno Feni na lingine linaitwa Jessica Mautamu. Sasa ukiendelea nitakurudisha nyumbani, na baba nitamwambia sababu ya kurudi kwako ili upate onyo la kujikata vidole na kisu. Sheria zetu wa Japani unazijua vyema. Wenda ilikuwa ni siku ya mabalaa. Kweli haikueleweka, maana baada ya Roja kutoka nje alikokuwa anakimbizwa na wale wa Japani, sasa ndani ya ofisi kwa Madamu Yamuso yalisikika hayo maongezi. Alikuwa mlangoni, ndani ajengia bado. Inaonesha Madamu alikuwa anamfokea Mirungi mdogo wake kutokana na tabia zake mbaya alizozisikia za kujihusisha na madada poa pamoja na kumiliki mishangazi. Inaonesha baada ya kutoka kutalii jiji la Dar es Salaam, Mirungi kale kadogo kama Madamu Yamuso, mishangazi na madada poa walikaribishana vyema. Sasa kamenogewa zaidi. Baada ya kusikia ule mzozo, ilimlazimu Roja kutulia kidogo kabla ya kuingia, ambapo baada ya kule kutulia kwake, mara akashuhudia yule dogo wa Madamu akitoka mle ndani kwa hasira. Hata akumpa salamu, akampita tu. Roja baada ya kushuhudia dogo akimpita bila salamu, akatikisa kichwa chake na kuingia ndani. Akamkuta Madamu Yamuso akiwa ameshika kichwa na mara kadhaa alikuwa anajipiga tu. Lakini baada ya kumwona Roja, Madamu akamkaribisha kwa pozi na kujiweka mtindo wa kurelaksi. Karibu Roja. Roja alikaribishwa, na baada ya kukaribisha alifuata mahali kilipo kiti na kukaa. Hata sijui vipi, kila kitu kwangu kinaniendelea vibaya. Cha ajabu mdogo wangu naye badala ya kuwa upande wangu na kunifariji, yeye anakuwa bize na mishangazi. Hata asikii. Alikuwa kusudio lake, ila bila kupenda Madamu Yamuso akajikuta anamweleza Roja kile kilichoendelea juu yake na Mirungi mdogo wake. Si kwa sababu alimwamini sana mpaka kumweleza, ila kwa sababu moyo wake ulitaka kupona kutokana na mengi yaliyomjaza. Alihisi kama angebaki kimya basi angepasuka tu. Pole sana. Roja alitoa pole. Sawa, asante. Bila shaka umekuja na majibu ya huko utokako. Namna Madamu Yamuso alivyoongea ilionyesha ni wazi alitaka mazungumzo yao yaelekee moja kwa moja kwenye lengo. Ndiyo, yule ambaye wenzangu wawili walishindwana naye, ndio huyo nimejaribu kuongea naye. Majibu? Anasema swala hili la wewe kuchelewesha kulipa kodi ameshaliandikia barua tayari kwa kulipeleka ngazi za juu ili wakuu wa kuchukulia hatua. Nilivyomuomba sana kuongea naye, akasema haitawezekana. Hana muda kwani kuna ugeni kutoka Dodoma umemjia, hivyo atakuwa bize. Baada ya kusikia Madamu Yamuso, aliitikia kwa kutikisha kichwa chake, ishara ya kuelewa. Ina maana hana muda nasi. Ndiyo. Sawa, ni kweli hana muda nasi, lakini sisi tuna muda na yeye. Mara zote mtu akishindwa kuingia nyumbani kwake kupitia mlango, anatumia hata dirisha. Unamaanisha vipi Madamu? Haina umuhimu kujua. Niambie muda atakao kuwa kwenye kikao hicho na atakuwa wapi. Atakuwa kwenye ofisi zake za uwekezaji. Ndio wageni wale watamwijia hapo mida ya 2 usiku. Okay, sawa. Jiandae mida hiyo ili kusudi nikikupigia uwe tayari na uje haraka ili tumfuate huko kwenye kikao. Sawa, haina shaka mkuu. Alipoongea, Madam akatulia, ni kama kuna kitu alikuwa kikiweka sawa akilini mwake. Baada ya utulivu huo, alichukua simu yake kubwa ya smart na kuweka alipo Roja. Naomba niandikie namba ya huyo kiongozi ili nami niwe nayo. Baada ya kuongea, Roja alipokea simu ile ya Madam ya bei ghali aina ya iPhone 6. Ajabu, alipopokea hiyo simu ilikuwa ipo online na chombezo la nyetoni
la mwandishi nguli Hafidhi Ikram ilionekana kwenye kioo katika ukurasa wa Facebook. "Mbona unashangaa?" Madamu Yamuso aliuliza baada ya kumwona Roger anashangaa. "Naona kumbe wewe unapendelea machombezo. Sikujua kama na wewe ni madamu unayejua." "Roger, kabla sijaingia Tanzania, nilipeleleza vizuri kuihusu. Moja ya kitu kilichonivutia ni hao waandishi wa mitandaoni, hasa wa machombezo." Roger akabaki na mshangao. Madamu anasoma mpaka machombezo, ikabidi amuulize swali la kizushi. "Kuna mwandishi mwingine mchanga anaitwa Kawili Storyteller, unamjua?" Ndio lilikuwa ni swali. Madamu alipiga kimya. Ni wazi hakuwa anamjua mwandishi huyo, ila Roger kwa kuwa yeye anamjua, haraka akamtafuta mtandaoni na kumuonesha sehemu ya kipande cha stori yake. "Wow, ni kijana mdogo tu jamani." Sasa tabasamu likaanza kuitafuta sura ile ya Madamu Yamuso ambayo muda wote ilikuwa imejikunja kutokana na maswaibu anayoyapitia. "Kwa nini unapenda machombezo Madamu?" aliuliza. "Sababu yananisaidia kuondoa stress pindi ninapokuwa nimetulia. Napenda kuyasoma ili kupata burudani ya moyo. Kama huyo mwandishi mpya uliyenionyesha, nitamfuatilia mpaka nijue ukali wake kwenye kalamu uko vipi. Kama atakuwa poa, hakika nitakuwa shabiki yake." "Okay, naamini huyo utampenda sababu kalamu yake na ladha yake ya kipekee." Roger Reito aliitikia. Baada ya hapo, alirudisha simu ya Madamu kisha akainuka na kwenda zake. "Geuka kwa nyuma, nataka kuona ulivyobarikiwa." Wanasema jipu lisipojijulisha kwa usaha, basi utalijua kwa kuvimba. Sasa Mizuki, mmoja wa vijakazi wa Madamu Yamuso, akiwa anafanya zake usafi nje ya chumba cha mirungi mdogo wa Madamu, mara akasikia sauti ya mirungi iliyojawa na mchoko wa kihisia. Aliponyatia na kuchungulia kwenye dirisha, akamwona huyo dogo akiwa bize kushikashika mtalimbo wake. Suruali ipo nusu kaputi, amekaa kwenye kitanda na mbele yake kuna laptop. Alikuwa na chati video call WhatsApp na Jessica Mautam, mmoja wa mishangazi yake. Ndio hivyo bwana. Mizuki kale kabeki tatu ka Kijapani kalivyoshuhudia mirungi Japani mwenzao akipigishwa nyeto na mshangazi kutoka Bongo kwa kutumia video call. Kubaki na siri hiyo sio tabia yake wala hajazoea. Sasa moja kwa moja, kabla ubuyu ule haujapoa, kale kadada kalitoka mbio na kwenda kumuita Madamu Yamuso ili aushuhudie ule ujinga anaofanya mdogo wake. Baada ya kuambiwa, Madamu Yamuso alitoka huko alikotoka kwa hasira, hata hakujali mule chumbani kwa mdogo wake, akaingia na zingala teke. Ile kwa maki, Mirungi akamshuhudia dada yake huyu hapa, wanatazamana uso kwa uso. Kabla akili yake haijafanya maamuzi kwamba ashangae ama akimbie, akalukiwa na kitasa cha uso. Akadondoka hapo hapo kando ya kitanda na kuzimia. Suruali yake ipo vile vile nusu kaputi na gobole lake linanesanesa tu. Madamu Yamuso akaifuata ile laptop na kuisogelea. Kwenye laptop bado lile tipo lilikuwa linaendelea kujishebedua, limegeuza makalio huku tamu yake inapiga na mkono. Likizani Mirungi bado ameshikilia usukani, kumbe halikujua kuwa ilikuwa ni siku yake ya kumbuka. Mirungi kazimia na anayemtazama ni dada yake. Sijui ni kitu gani kilimtuma lile jimama likageuka, uso kwa uso likakumbana na sura ya kauzu ya Madamu Yamuso. "Mshenzi wa tabia wewe, na kufuata huko chumbani ni kufunze adabu. Inaonekana hujafunzwa na mama yako. Muone na mikalio yako ilivyo na upele kama ganda la parachichi zilizobadiwa." Baada ya kuona tayari isha kuwa noma, Jessica Mautam ilishangazi lilitimua mbio, kisha baadaye likarudi kuzima data na kutoka online. Hivyo ile video ikajikata kwenye laptop ya Mirungi pia. Lisali moja baadaye, Madamu Yamuso akiwa kwenye ofisi yake, alikuwa kama Pilato aliyopewa kesi ya kumhukumu mtu. Mbele yake walikuwepo watu wote walio chini yake, naye amesimama mbele yao. "Mizuki,
Shokugi na Roja, kaeni kando, nyie hamna hatia kwenye hili, aliongea Madamu Yamuso, huku akionyesha mkono wa upande ule waliopo Roja na vile vidada viwili vya Kijapani, watu safi ambao hawana baya. Wao waliketi kando kama walivyoamuliwa. Nje na ile kesi ya Mirungi na mishangazi, siku hiyo Madamu alitaka kutoa hukumu ya pamoja, sababu kila mtu wake aliona ana makosa yake. Baada ya zoezi lile la kuwatenga kundi la kina Roja na lile la Mirungi mdogo wake, Madamu Yamuso alisogea mbele kisha akafungua kinywa. Mirungi mdogo wangu, wewe ndio umedata na mishangazi ya kibongo. Usikii wala uambiwi, na ukiambiwa ni mbishi. Haya, Magenge na wenzako niliwaamini sana, nikawapa kazi ya kuwa mnatengeneza mazingira bora ya uhusiano wa dojo langu na serikali ya Tanzania, lakini kumbe mnaoniwazia moyoni ni ya upuuzi tu. Kwa kuwa mmegundua kuwa udhaifu wangu ni ngono, naitumia kila ninapokwazika na nyie, mkaona ndio fursa. Mnanikwaza kwa makusudi ili mpate ngono kutoka kwangu. Sasa leo nitawafundisha heshima ninayotakiwa. Baada ya kuongea, mara Madamu Yamuso alibadilika sura, akainua mguu juu na kuwatandika wote 6 mateke mfululizo ya kifua bila kushusha mguu mpaka wote walipoisha. Kisha ikafuata mitama ya ajabu tena ya kasi. Sekunde tayari wanaume wote wapatao 6 walikuwa wameiramba sakafu. Baada ya kuwapiga, Madamu Yamuso alikuwa amepiga pozi la kuinama. Ile anacheki kifuani, ziwa lake moja nono lilikuwa limening'inia nje baada ya kutoka kwa bahati mbaya kutokana na kuluka kwake mitama. Pia akuvaa sindilia. Alipoona haraka akalishika na kulirudisha panapohusika. Uzuri hakuna aliyeona zaidi ya Roja pekee. Mirungi mdogo wa Madamu Yamuso akataka kuwa mbishi. Dada, acha ukoloni bwana, aliongea huku akiongea kutoka pale chini sakafuni ambapo wenzake tangu walipoangushwa hawakusubutu kujinua hata kidogo. Unataka kusemaje? Madamu Yamuso aliuliza, ila swali lake Madamu likajibiwa na Mirungi kumkingia ngumi. Kila mtu upenda stare yake, mishangazi ndio stare yangu, siachi ngo kama wewe unavyopenda kupigwa bomba na vijana. Alafu kwa nini wachukia wakati wewe ndio umeanzisha hiyo tabia ya kuwabariki watu ovyo ovyo tu? Aliongea Mirungi na Kiswahili chake cha kubahatisha. Wakati Mirungi anaongea, Madamu Yamuso alimsogelea kwa hasira, ambapo Mirungi aliamua kujitetea kwa kurusha ngumi. Alivyojiandaa vyema, Madamu Yamuso alichagua kuikwepa kwa kuinama, kisha akavikunja vidole vyake mfano wa mawe na kumtandika kwenye lile kwapa kama vile anamdonoa. Pa pa pa, ndivyo zilivyosikika pigo hizo. Punde Mirungi mdogo wa Madamu Yamuso alidondoka chini huku akilia kwa maumivu makali aliyoyapata, kama vile kwapa lake lilivyopigwa ganzi. Alijibana wala akujibinua hata kidogo. Wale wengine 5 baada ya kuinuka aliwatoa nje. Aliwapa adhabu ya kuluka kichula-chula, huko kichwani wamejitishwa viungu vikubwa vilivyojazwa maji na hawakutakiwa kumwaga hata kidogo. Mizuki na Shukogi, na wacheni kazi ya kuwasimamia hawa mambwiga. Sasa ole wenu, muachilie, adhabu yao itakuwa yenu. Baada ya kuongea, Madamu Yamuso alimtazama Roja aliyekuwa nyuma yake, kisha akavigeukia tena vile vijakazi. Mimi na Roja tunatoka na gari, kuna sehemu muhimu tunayotakiwa kwenda, hivyo majukumu ya hapa na wachieni nyie wawili, Mizuki na Shukugi. Sawa? Sawa mkuu. Sawa madam. Vile vidada viwili vilimwitikia Madamu Yamuso kwa utii. Baada ya kuitikiwa, Madamu aliondoka na Roja Reito, wakapanda gari yake ndogo ya kutembelea aina ya Benzi na kutoweka mazingira hayo. Safari yao ilikwenda moja kwa moja kwenye ofisi za uwekezaji wao. Walimlenga mtu aitwaye Mosi Mgadi ambaye yeye ndio mkuu wa ofisi hizo mtaa wa Maweni. Mida hiyo ilikuwa ni mida ya 2:30 usiku. Watu walikuwa wameshatoka nje ya maeneo ya ofisi hizo. Bwana Mosi Mgadi alionekana mwenye wingi wa furaha kusimama kwenye mlango mkuu wa kuingilia ofisini. Kila mtu aliyekuwa akiingia alimpa mkono na kumkumbatia, kisha akamruhusu kuingia mle ndani.
Mwanya huo ndio ambao Raja Leto aliutumia kumkaribia yule mtu ili apate nafasi ya kuongea naye, maana Madamu Yamuso alimwambia Roja kuwa anamhitaji mtu huyo aje haraka. Roja aliingia kama mheshimiwa, mmoja wa wageni waalikwa. Alipopata nafasi, pale alipofika zamu yake, akamsogelea Bwana Mose na kumjulisha ile shida yake. Ile kusema tu, sura ya Mose ilionekana ikikunjika tu. Kisha akatoka na Roja maeneo hayo akiwa ni mwenye hasira mno. "Kijana, unanitafutia ubaya?" Mose aliongea baada ya kutoka nje ya jengo hilo na Roja, nje ambako gari ya Madamu Yamuso ilikuwa imepaki kando ya njia. "Tusamee, wala tutakula muda wako mheshimiwa." Roja alijitetea. Wakati huo tayari walishakuwa wamesogea kando ya gari la Madamu. "Nilishawaambia na nikawaambia wale wa Japani wawili, hata mwenyewe pia. Nilikuwa nishafunga mjadala. Hakuna uwekezaji kwa watu wabishi kama nyie, sababu hamlipi kodi wala zile 10% za mapato tulizotegemea kama serikali kupata hatuzioni kabisa. Tusamee mzee. Mwambie Mjapani wako aanze utaratibu wa kulifunga dojo lake na kwenda kwao. Anaiaibisha nchi yake. Vijikazi wake wanaskenda kukopa ndizi, sukari na mahitaji mengine magengeni, alafu hawalipi. Kwa eliyo si watageuka kuwa vibaka." Wakati anaongea, Bwana Mose alikuwa upande wa kushoto. Akashangaa kioo cha gari upande wa kushoto kinashushwa. Bwana Moses baada ya kumtazama, alimtazama Madamu Yamuso. Bwana Moses alijaribu kusalimia Kijapani. Wakati huo sura yake ilikuwa imebadilika ghafla, kama vile anamiliki chemichemi ya maji. Akawa anajichekesha kama katekenywa na anajicheka mwenyewe wakati hakuna aliyemchekesha. Yote hiyo ni baada ya kugongana na macho mazuri ya Madamu Yamuso. "Usiofu kaka, najua Kiswahili. Hiyo lugha unayotaka kujilazimisha kuongea, achana nayo. Usije kang'oa meno bure." Aliongea Madamu Yamuso huku akitabasamu. Ni tabasamu lililoweza kuonyesha ujasiri wote aliokuwa nao kiongozi. Sasa Mose akabaki anamung'unya meno tu kama kalisha ubuyu. "Roja, ingia kwenye gari." Amri ilitoka kwa Madamu Roja. Roja akatii, akaingia garini na kushikilia usukani, maana ni yeye aliyekuwa analiendesha gari. "Nachelewa kwenye kikao mjue." Bwana Mose aliongea kwa kujishebediwa, huku hisia zake juu ya kile alichosema zikipingana vikali na mwonekano wa sura yake. "Najua, na pia najua kuwa nimekuwa wa kwanza, so naomba tulizungumze. Hiyo ndo sababu nipo hapa. Nimekuja kwa ajili ya kuja kusahisha. Sitaki mambo yaendelee hivi hivi kama yanavyoendelea sasa." Wakati anaongea, Madamu Yamuso jicho lake mlegezo lilikuwa kwa Bwana Moses, yule anayehusika na mambo ya uwekezaji wa nje nchini. Akamvua vazi la utumishi. Kupitia ile tazama yake ya macho, alichobakiza ni ile jinsia yake. "Vipi sasa? Kwa hiyo unataka kunipoza ama pamoja na kulipa deni kabisa?" Bwana Moses aliuliza, kama vile aone namna ya Madamu Yamuso alivyojishebedua kwake pale garini. "Zaidi ya kulipa, nataka nikupe kikubwa kinachozidi thamani ya pesa." "Kipi?" Bwana Mose alipomaliza kuuliza, mara akashtuka mkono wake ulio karibu na dirisha la lile gari ukidakwa na kiganja cha moto na laini cha mtoto wa kike. Kisha mkono huo ukapelekwa panapo ziwani. "Utanipa namba ya simu ama tukutanie wapi sasa?" "Hakikisha uli muda wangu dada, si unajua hii mida ya kazi na nina wageni." "Mimi pia nipo smart kama wewe, najua umuhimu wa kazi. Kama vile ambavyo sipendi kulipoteza dojo langu, ndio hivyo pia sipendi kuona na kuwa sababu ya kukutia matatani hicho kibarua chako." Maongezi hayo yalifuata baada ya kuwa Moses ameshaingia ndani ya gari na kufunga mlango. Katikati ya mapaja ya Madamu Yamuso kulikuwa kibegi kilicholeta picha kuwa tayari alishajiandaa kwa kila kitu kilichotakiwa kifanyike muda huo. "Sogea karibu mpenzi. Nataka kuona ukinishika na kunionyesha ujuzi wako, maana inanichosha kukutazama kwa mbali na kukuvutia hisia." "Sawa mlembo." Baada ya kuongea, wale wawili wakasogeleana. Muda wote huo Roja Leto alikuwa ametulia kama maji ya kisimani. Kupitia kioo cha mbele cha gari
aliweza kuona udubwada wote unaoendelea, ambapo jamaa alikuwa na ubalizi mwili wa kuvutia wa madam. Mkono uko ndani ya t-shirt ya madam, analishika dodo na kuliminyaminya kabisa. Roger, madam alimuita mwanaume. Endesha gari taratibu, pia usitoke mbali na mazingira haya. Tuzunguke mitaa hii mpaka wakati unaofaa, ndio nitakwambia kingine cha kufanya. Madam Yamuso akamshika bwana Moses na kumlaza kwenye kochi la gari. Mikono yake ikawa inamshika mwanaume huyo, ikimpapasa na kuzichezea zile nywele nyuma ya kwenye shingo. Bado uvumilivu na utulivu viendelea kubaki kama ndio chaguo lake la kwanza, japo hisia naye zilikuwa zimemkamata, lakini Roger alijitahidi kuzuia. Hakutaka kuonyesha hali yoyote ile ya utofauti. Kwenye yale maswaibu anayopitia madamu Yamuso, kule kusuasua kwa biashara yake ya dojo la mapigano, hakika Roger alimwonea huruma. Akatamani hata apate fedha muda huo ampe. Sema ndo hivyo, hana chochote, yeye pia anategemea mshahara kutoka kwa madamu Yamuso. Pale kangoma kalivyochangamka, kiongozi naye alizidi kutembeza uno, akayapapasa mapaja ya madam, alafu ile mikono yake ikaenda kushika kiuno chembamba cha mtoto wa kike, akawa anakitumia kumsindikiza kwenye lile zoezi la kushuka na kupanda. Akiwa kwenye utamu, simu yake ambayo hata haikuwa imezimwa, mlio iliitika kwa fujo. Nani tena mjinga huyu? Mijitu mingine bana, tukiitukana tutakuwa tumekosea kweli, aliongea bwana Moses baada ya kuona kuwa simu ile ndio inataka kuwa ndo sababu ya kumkatisha kwenye laza mujarabu, kama ndo ile zali ya kitumbua kutoka kwa watoto wa nchi za mbali kabisa. Akaitoa ile simu ambayo ilikuwa inaita kwenye mfuko wa shati lake na kupokea, huku kiuno chake kikiendelea kuyasakata. Halo? Unasemaje? Kwani kutoka kidogo nayo ni shida? Niko mbali, mkishinda kunisubiri basi anzisheni kikao, mbwa wewe. Mara tusi la bila kutarajia lilitoka kwenye kinywa cha kiongozi ule, ambaye hata kutarajia kama angelitoa. Baada ya kutukana, simu alikata na kuiweka kando. Kipindi kiliendelea, lakini kabla hawajafika mbali, simu ikaita tena. Malai bwana Moses ndo alipokea, akiwa amekasirika zaidi. Alipoitazama mpigaji, alikuwa ni mtu mwingine, lakini anatokea hapo ofisini kwake. We nawe, hujasikia nilichomjibu mwenzako? Unataka na wewe nikupe tusi lako au? Haya mbwa na wewe, kichwa cha panzi. Alikata simu, kisha akaiweka kando. Muda huo huo, madamu Yamuso aliinuka, akachomoa kinu kwenye mtwangio, akageuka na kumchuchumalia mzee. Ziwa zake zenye ujazo anazipapasa kwa mkono mmoja, ule mwingine ulikuwa bize kulipekecha bomba la mzee. Madamu aliongea huku akipapasa ile bomba. Washenzi, mbwa koko wale. Hawajui mimi napata raha kwa mtoto mzuri, Hivyo hivyo baby, nafika mwisho. Madamu aliongea kwa kisauti chake chembamba cha mahaba, kama katoto vile. Ile kuitazama sura ya mtoto mzuri mweupe, mwenye kila kigezo cha kuitwa mzuri, namna anavyoipekecha bunduki yake kwa ustadi, tena kwa moyo wote kabisa, ikimfanya bwana Moze asichukue muda. Yule kiongozi alitoa sauti hiyo wakati anafikia mshindo. Wakati analia, madam naye alimsapoti pia. Dafu lake lilitoka na kutua kwenye kile kitambaa, hivyo kiongozi hakuweza kuchafuka. Baada ya hapo, akatoa kitambaa kingine ambacho sio cha mterezo na kufuta ule uji wa kiongozi. Kisha akatoa kitambaa kingine tena alichotumia kujifutia yeye. Kisha kingine akamfuta yule kiongozi usoni, maana kijasho kilimtoka mno. Niambie, nini unataka nikufanyie mlembo? Kiongozi bwana Moses aliuliza. Muda huu ile gari yao tayari ilishakuwa imegeuza na kuelekezwa ofisini kwake kule walikomtoa. Kaka, ni kama vile nilivyosema mwanzo, nahitaji msamaha wa kodi ambazo sikulipa huko nyuma. Bado nahangaika mwenyewe kujiweka sawa. Kuna mambo kwangu hayako sawa kabisa.
hivyo deni nitalipa, lakini sio kwa sasa. Naomba unipe muda huu kwa ajili ya kujijenga mwenyewe. Nikisha kamilisha, naamini tutakuwa vizuri, wala sitakuwa nalipa kwa kusumbuana tena, aliongea Madamu Nyamuso akiwa ameegemea kwenye kifua cha yule kiongozi kana kwamba ni bwana yake. Hiyo imeisha. Kuhusu deni lako mimi nitaliweka pending. Hapana, nitalifutilia kabisa. Asante mpenzi. Kingine, nilikuwa natafuta connection ya biashara yangu huko serikalini. Inawezekana makampuni haya ya ulinzi yasiyo rasmi yanaweza kupita kuanza mafunzo kwenye dojo langu. Mlembo, yani chochote unachoomba, unapomalizia kuomba weka na tiki kabisa, maana hakuna utakachoniambia nisifanye. Kwa miunofeni ulionipa itakuachaje na matatizo sasa? Kuna jamaa zangu nitawapigia. Watakukamilishia kila kitu ndani ya miezi miwili, na kuahidi mwenyewe utaona matokeo, aliongea Bwana Moze. Laundi hii alikuwa na tabasamu tele, kama sio yule aliyekuwa na foka mwanzo. Basi wakamfikisha ofisini kwake. Kwa pale nje wakamshusha kwenye gari. Wakati anashuka, inaonekana wale viongozi wake waliendelea kumpigia simu. Halo mkuu. Naam, mnisamehe kwa kweli, sikupenda kutukana. Mlisikia sauti ya kike ikilia? Ndiyo, ilikuwa ni mwanamke. Zaidi ni mama mkwe wangu. Alikuwa hoi hospitali anaumwa. Alilia kutokana na maumivu anayoyapata, na alinipigia simu ya ghafla na mke wangu niende kumhudumia. Ndio maana kutokana na kuchanganyikiwa nikatoka bila atakuaga. Mnisamehe tu bure, alisikika kiongozi huyo akijitetea. Madam kusikia alicheka kicheko cha chini chini. Wakati huo gari ilikuwa inaondolewa taratibu na loja maeneo hayo. Saa 4 usiku ndio ilikutwa wao wakiwa wamesharudi kwenye dojo. Wakiwa pale nje ndani ya gari, Madam aligeuka na kumtazama Roger Reito. Alikuwa kimya mkaka wa watu, wala hakutia neno lolote lile Roger alipomshuhudia bosi wake akinyambuana na yule kiongozi. Madam akamwonea huruma, akahisi atakuwa na mtesa kijana wa watu, na huenda kitendo kile hakupenda kabisa. Labda na kutisha mzigo mzito ulio nje ya uwezo wako, Madam aliongea. Hapana, na kama ningekuwa nimechoka kazi ningesema mimi ni muwazi, sipendi kuficha. Ama kwa kulala na yule huku wewe unaona nitakuwa nimekukosea heshima, Madam. Hata kwa hilo bado jibu langu litaendelea kubaki kuwa ni hapana. Kwako najifunza ni jinsi gani ulivyolazi kufanya chochote ili kupambania ndoto yako, kiasi cha kujitoa sadaka. Ndivyo hivyo, akajibu Roger. Kwa kuwa muda ulikuwa umeenda, wao hawakuwa na haja ya kuendelea na mazungumzo zaidi ya kupiga oni tu. Ajabu ni kuwa hakuna aliyesikia. Baada ya kupigiwa oni, kimya kikatawala. Watakuwa wapi hawa? Au ina maana wamechoka na zile adhabu nilizowapa? Madam Nyamuso alijiuliza. Wakati huo ndo alikuwa anashuka kwenye gari. Hata waliposukuma geti, inaonesha lilikuwa limefungwa kwa ndani. Samani, wacha nikuombe tu uende na gari yangu nyumbani kwako. Mimi kwa kuwa nishafika humu ndani, nitaingia kwa kutumia njia za panya, Madam Nyamuso aliongea kwa kumsihi Roger. Labda alizani kuwa mwanamume huyo alimchukia, ila ambacho hakujua ni kuwa mwanamume huyo alikuwa razi naye kwa chochote kile. Pia kwa siri tayari alishakamatwa na kamba za upendo zidi yake, kiasi kwamba yuko tayari atakufa naye. Hapana, siwezi kukuacha. Nitahakikisha kuwa nawe umeingia ndani kabisa, ndio nitaondoka. Roger, wenda ukimya huu unahusiana na sababu za kiusalama. Hata ikiwa hivyo pia, Madam, niko tayari atakufa nawe, maana anahisi ndoto yangu inaishi ndani ya ndoto yako. Neno hilo la Roger likamfanya Madam atulie. Naye akafungishwa kamba zile za upendo kwa pamoja naye, upendo iliyomzidi kuliko ile tamaa ya kingono inayomtesaga muda wote. Sawa, alijibu Madam, huku uso wake umeganda kwa Roger, bado waamini kile alichoambiwa. Kilichofuata ni wao kuliko kigari, kisha wakaingia mule ndani kwa kuruka ukuta. Kimya bado kiliendelea kutawala mule ndani, lakini wakati wa kutembea kwa mbali, waliona kirundo cha watu kimelundikwa kama takataka zinazosubiri kuchomwa.
Haraka wakakimbilia mahali hapo. Walipofika, waliwakuta watu wa Madam pamoja na mdogo wake wakiwa hapo wamerundikwa, usoni wana damu nyingi sana. Kabla ya kupaniki, Madam alimshika mojawapo na kuzigusa zile damu. Akagundua zilikuwa ni damu za kuwekwa, maana ni damu bila majeraha. Kama ni damu za kuwekwa, ina maana hiyo ni game wamechezewa. Nani yuko nyuma ya huo mchezo sasa? Hilo ni swali ambalo halikubahatika kupata jibu. Madam akiwa mwenye umakini kuzidi, mara masikio yake yalicheza kutokana na kitu alichokihisi kutokea mbali. Roger ambaye alikuwa amekaa kibwegebwege, mara akashtuka kumuona Madam akipaa kama mbayo kinyume nyuma na kutua juu ya mti ulio karibu. Ule mti haukutikisika kabisa. Akiwa na shangaa, mara akajikuta amewekwa mtu kati na wauni wapatao 4 wa hapa Bongo. Kula leki, game imetiki, aliongea mmoja wao alionekana kuwa ni kiongozi wao. Sijaelewa maana hichi kinachoendelea hapa, Roger aliongea akitamani kupata ufafanuzi juu ya tukio lile la watu kutaka kumteka. Vibaka walionekana kuwa na asili ya Kiarusha, mchanganyiko na Kimasai. Walimjibu kwa kauli iliyomaanisha kuwa wao sio watu wa masiala. Ulete maneno mingi dingi, utatulizwa na bisibisi. Wewe hujui kuwa adui hatoki mbali. Si tumepewa mchongo, kweli tukatae? Aliongea mwanaume huyo alionekana kuwa ni kiongozi wao. Na kweli kile kibegi alichobeba Madam kwa ajili ya ile kazi ya moto kati yake Madam na kiongozi, alikuwa amempa Roger ashike muda ule wakati watu wanashangaa wale walikuwa wamerundikwa. Roger atafanyaje? Hana ujanja, maana hata kupigana sio hobi yake. Hata kurusha teke moja tu ni kwa taabu sana. Wacha wachukue kibegi, roho yangu waniachie, Roger aliwaza moyoni kabla hawajawapa wale wauni kile kibegi. Akaapa, wao wakapokea na kutaka kukifungua. Wakati huo yule alionekana kama mkubwa wao alimsogelea Roger Leto na kumuuliza, mbona kama tulikuona umeingia hapa na Madam liko wapi? Sema, au ndo mmetutegea mtego? Ndivyo hivyo alivyouliza ule mtu. Ghafla muda huo Madamu ya Muso aliwashukia vibaka hao kama vile mwewe awashikapo vifaranga, na mkononi alikuwa na panga. Kwa kasi ya umeme alitembeza mapanga ya shingo kwa kila mmoja. Sekunde 5 zilimtosha kabisa. Wanaume wote wapatao 4 walikuwa wameramba sakafu. Kimya, damu tu zilikuwa zinawatoka. Wewe, ona, tuishaua. Bora tukewaacha watuibie, lakini sio kuwaua, Roger aliongea kwa kupaniki. Ni wazi akili yake haikuwa kwenye usawa. Lakini Madamu ya Muso alimuondoa kijana wasiwasi kutokana na zile fikra zake. Hapana Roger, ili pigo linaitwa chungulia kuzimu, maana hapa hawajafa, ila nimewazimisha tu kwa njia ambayo haitawafanya warudie tena huu ujinga, aliongea Madamu ya Muso. Afadhali. Kwa hiyo itachukua muda kiasi gani mpaka wao kuzinduka? Kidogo tu, kama siku 2 hivi, na baadhi yao hawataweza kula kwa njia ya kawaida. Watatumia mirija itakayotobolewa kwenye shingo. Wewe, Roger alibaki na butwa, lakini ndio hivyo, tayari maamuzi yalishakuwa yametendeka na Madamu Muso alifanya yote hayo ili kumwokoa mwenyewe. Ikabidi wao waibebe miili ya watu na kuwapeleka kwenye gari na kwenda kuitupa mitaani. Walibeba kwa awamu 2. Asubuhi ya siku iliyofuata, baada ya ile masekeseke, Roger alirejea kazini kama kawaida. Ila cha ajabu, siku hiyo aliwakuta kina Mirungi na kundi lake ni wazima kabisa. Tena wapo kwenye adhabu kali, wanapiga push up huku kichwani, nyuma kwenye visogo wamewekwa glasi za maji yaliyojazwa na ya kutakiwa kumwagika kabisa. Ikabidi Roger amwite Shukugi, kale kabeki 3 kamoja kwa siri ili ajue nini chanzo. Baada ya kueleza chanzo, Roger alitaka kwenda kumjulia hali Madamu ya Muso. Akaambiwa mama ametulizana pembezoni mwa majengo hayo karibu na kilipo kibwawa cha kuogelea. Kweli alifika na kumkuta
Madam amevaa akanoga gauni jekundu refu ya Kijapani lenye mpasuo haja, hakika lilimtoa chicha. Baada ya kumwona mwanaume, mtoto alimtazama na kutabasamu, kisha akampa ishara akimtaka asogee mahali alipo. Roja akasogea, naye akachuchumaa kando ya bwawa kama vile alivyofanya madam. Roja, madam aliita. Naam madam. Hebu yatazama haya majini, jinsi yanavyoelea juu ya maji. Unapata somo gani? Kwangu nimejifunza ushujaa wa mtu haupimwi kwa jinsi anavyokumbwa na matatizo, bali ni kwa namna anavyoweza kuyakabili. Jani ni dhaifu kuliko maji, lakini maji hayana ubavu wa kulizamisha jani ikiwa limeamua kuelea. Asante kwa hilo somo. Maisha yana tafsiri nyingi. Inahitaji umakini ili kuzielewa hizo tafsiri na kuzitambua kanuni zake. Ndiyo, ni kweli. Baada ya kile kimya, Roja alitumia muda huo kulikagua bodi la bosi wake, namna alivyovimbiana kutokana na ile staili aliyokuwa amechuchumaa. Akamwangalia mpaka madam akamshtukia. Roja aliita tena madam. Mwanaume kinywa kilimgomea kufunguka, hivyo akaitikia kwa kuguna tu. Kwanza kabla sijasema, naomba unipe ripoti ya huko, maana kuna kitu nakumbuka ulisema utanijulisha. Bosi, habari ninayotaka nikuambie imefanana na mazingira haya. Nadhani tunakwenda kutengeneza kumbukumbu nyingine nzuri kwenye historia ya dojo letu. Bwana Mosi alinipigia, kaniambia kila kitu tayari. Hivyo Jumatatu na Jumanne ya wiki ijayo michakato inakamilishwa. Baada ya hapo kazi itabaki kwa kwetu, kufanya kazi kwa bidii na kutengeneza jina. Baada ya madam kusikia, alimsogelea Roja. Mtoto akamshika mikono na kumuinua, kisha akampa kumbato la ghafla lililomshtua Roja. Ndiyo, vitu vizuri kama hivi moyo wangu ulikuwa ukisubiri. Wewe ni aina wanaume niliokuwa nikiwasubiri. Ni kweli, kwenye ndoto yangu kuna mtu nilikuwa namsubiri muda wote. Mtu huyo nadhani ni wewe, madam. Naam, kama bosi wako nataka nikupe kile unachostahili zaidi ya ule mshahara wako. Nifuate na koenda. Leo nakualika kwenye shuka langu ili nikupe zawadi. Baada ya kusikia, Roja alitikia haraka haraka bila ya kujua. Madam alimshika mkono na kuanza kumuongoza. Safari yao ikaenda kukomea ndani ya chumba kwa Madam ya Muso, chumba cha kifahari chenye kila kitu. Roja akiendelea kushangaa mandhari ya kile chumba. Ile kutulisha macho yake mbele, akashangaa kumuona Madam ya Muso akishusha gauni lake alivyo na makusudi, kumbe ndani hakuna alichokuwa amevaa. Roja alibaki akishangaa kiuno kile mbinuko chenye michoro ya kupendeza pamoja na kifua cha madam chenye ujazo kilichosimama haswa. Madam alikuwa anatembea kwa pozi. Mtoto kwenye mkono alikuwa na kikopo cha asali. Alilala kitandani chali. Ile asali akajimwagia kwenye kitumbua chake chembamba, kisha akamnyunyuzia kwenye kitovu, akapanda mpaka juu kifuani, akanyunyuzia na kwenye zile chuchu. Roja, siku hii nilikuwa nikisubiri kwa hamu. Basi uje haraka, ujilie tunda lako. Nataka unionyeshe umahiri ulio nao nje na ule nilioshuhudia kwenye kufanya kazi. Mwanaume aliombwa. Sasa vipi akatae wakati mwenyewe kiti hicho alikuwa nakitaka? Bila kuambiwa cha kufanya, akapunguza nguo zake na kubaki kama alivyozaliwa. Roja akasogea na kuanza kuipapasa miguu laini ya madam yenye kucha fupi na nyeupe, kisha akapanda taratibu, pua ameisogeza na kuigusagusa kama vile anataka kuinusa. Mikono yake ikawa bize kumpapasa. Alianza chini, akapanda magotini, mwisho akakomea pale kati. Mikono yake miwili ilikuwa imeshika hipsi za Madam ya Muso pale kati, anapashukia na ulimi taratibu huku anailamba ile asali. Madam alianza kulalama huku anatetemeka miguu, mapaja anayaficha ficha tu. Mwanaume akajifanya kama vile haoni, akatoka kitumbuani na kupanda kitovuni huku anailamba ile asali. Wakati wao wako bize,
wanaendelea kupeana vile vitamu. Kwenye dirisha vile vibeki tatu viwili vya kike vilikuwa vinachoboa dirishani. Mchezo umevikolea. Mizuki na Shukugi wakitamani kama wangekuwa ndo wao wanapelekewa ule moto na mwanaume yule wa Kitanzania, wakaishia tu kujisugua vitumbua vyao na kujipapasa maziwa. Mwenzangu, ogo lile unalionaje? Hatari, mwenzako hapa niko hoi. Najuta, sijui nini kilichonituma je nichungulie. Umbea huu jamani. Mimi ndio kabisa huyu mkaka, yani madamu akijisahau kidogo tu nampa, ili na mimi nifaidi lile ogo. Mtoto wa Kiafrika analisakata uno kama vile anatafuta hela ya mrejesho ya vikoba. Vilijiongelesha vile vibeki tatu, wakati huo vikiendelea kujipapasa na kujisugua vitumbua, wala havionioni aibu. Ndugu msikilizaji, na hapa ndio mwisho wa simulizi yetu fupi iitwayo Binti ya Muso, na hapa ni Mega Stories Tanzania. Asanteni na kwaherini.